mawili matatu na wasia mkubwa zaidi, kama alivyosema, sitanukuu lolote zaidi isipokuwa nitaingia moja kwa moja katika kuorodhesha nambari ya juzuu ambazo kwamba zimefanya mtihani au msabaka kama huo. Inshallah tutaanza inshallah na juzuu ya kwanza. Ningeomba yoyote ambaye kwamba alifanya msabaka huu wa juzuu ya kwanza awe hapo karibu na mlango, ili tukukuita utoke kwa haraka zaidi inshallah. Naam, juzuu ya kwanza tukianza na aliyeshika namba 1, naye si mwingine ni Mustafa Abdul Qadir. Mustafa Abdul Qadir. Mustafa Abdul Qadir. Namba 2 imeshikwa na namba 2 imeshikwa na Falhat Osman. Namba 3 imeshikwa na Abubakar Mahmud. Na namba 4 imeshikwa na Hussein Saladi. Hussein Saladi. Namba kama mnavyoziona, namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Haina maana walioenda namba 4 kwamba hana chochote. Hapana, kuna watu wako mbele yetu na kuna watu wengine ambao kwamba wanasoma nao bado hawana chochote zaidi yao. Hawa hatusemi kwamba ameshindwa huyo wa mwisho, bali ni kumpatia morale na support zaidi inshallah. Hiyo ndo namba ya juzuu ya kwanza kutoka huku mpaka huku inshallah. Tukienda kwa juzuu ya pili, ningeomba wawe karibu zaidi inshallah. Namba 1 imeshikwa na Aisha Dadiri. Aisha Dadiri. Namba 2 imeshikwa na Nuhu Mahmud. Nuhu Mahmud. Namba 2 imeshikwa na Nuhu Mahmud. Namba 3 imeshikwa na Ali Nuru. Na namba 4 imeshikwa na Ali Saladi. Ali Saladi. Naam, katika msabaka kama hii imeangaliwa ahkamu nyingi sana. Qur'ani sio ile Qur'ani ambayo kwamba mnaidhania nyinyi kwamba ni Qur'an, chochote utakachokisikia katika Qur'an ni Qur'an. Hapana, kuna unamna wa kuisoma Qur'an ipasavyo, nayo ni kuangalia ahkam min ahkami tajwid, na sisi hapa tumekaa katika kuhukumu jambo kama hilo. Sasa kwa hawa wamehifadhi, naam, lakini wametofautiana katika usomaji, kama kutoa harfu sehemu yake mnapotakiwa, ama kutia gunna na mengineyo, kuvuta kwa namna inavyohitajika. Sasa ndio wametofautiana, lakini hifadhi yao tunasema mashaallah, ila tunaomba wazazi pamoja na mwalimu wazidishe katika kufanya muraja kwa wingi inshallah. Naam, tukienda kwa juzuu ya 4, juzuu ya 4 wawe karibu zaidi. Namba 1 imeshikwa na Abdul Wahab Jibril. Abdul Wahab Jibril. Namba 2 imeshikwa na Hamadi Abdul Qadir. Hamadi Abdul Qadir. Namba 3 imeshikwa na Osman Hamadi. Osman Hamadi. Namba 4 imeshikwa na Aisha Ibrahim. Aisha Ibrahim.
Na hiyo ndio matokeo ya juzu ya 4, namba 1 mpaka namba 4, na wao walikuwa wa 4 na namba zimepambaniwa kwa hao ambao kwamba mnaona mbele yenu. Naam, shukran. Tukienda juzu ya 5, imeshiriki juzu ya 5 watu wawili, naye aliyeshika namba ya kwanza ni Abdul Qadir Abdul Wahab. Abdul Qadir Abdul Wahab. Na mwenzake aliyeshika namba 2 ni Yusuf Nuru. Yusuf Nur ndio aliyeshika namba 2. Naam, hawa vijana ukiangalia kwanza umri wao ni mdogo sana, na hizo juzuu waliokuwa nayo ni juzuu nyingi sana kwetu sisi. Kuangalia katika kambi yetu juzuu 4 si ndogo, ni safahati takriban 40 ama jikartasi 40. Tukisema tukihesabu kisafahati inakuwa 80 mzima amezihifadhi karatasi. Ukiangalia page moja, yani page 80 wamezihifadhi kwa kichwa chao. Sasa wametofautiana katika kuhifadhi au kubabaika kwa kiasi tu kidogo, lakini tunaombea zaidi Mwenyezi Mungu awajalie wahifadhi zaidi ya hiyo inshallah. Tukienda kwa juzuu ya 10, imeshiriki katika juzuu ya 10 ni watu 4, naye aliyeshika namba ya kwanza ni Ramadhani Abdurrahman. Ramadhan Abdurrahman ameshika namba ya kwanza. Namba 2 imeshikwa na Moya Ibrahim. Moya Ibrahim ameshika namba 2, Moya Ibrahim. Na namba 3 imeshikwa na Mberwa Abdi. Mberwa Abdi. Naam, mashaallah. Naam, wamejaribu sana. Juzuu 10 si juzuu nyepesi sana, na haujui ni wapi utaulizwa swali kama hilo, na pia huenda ikawa ni mara yake ya kwanza kuweza kusimama ama kukaa mbele za watu wa watu tofauti na kuweza kuulizwa maswali mazito mazito ndani ya Qur'anul Karim. Sio jambo lepesi, na hakika hata mimi mwenyewe nikikalishwa hapa huenda nikababaika, kama alivyosema akhi hapa ustadhi kwamba yoyote yule hata mzoefu pia mara nyingine hubabaika. Wallahi sikudanganya, hata mimi mwenyewe niliposhika mic mara ya kwanza hapa, kwa kuona uso tofauti kidogo niliingiwa na hofu. Sasa hebu niambie, licha hawa watoto ambao kwamba hawajazoea kusimama mbele za watu, je, kuulizwa maswali mazito mazito kama yale, kweli kutakuwa kuna uwezekano kweli wa kuweza kujibu yote? Bali nitasema hapana, na tunawaambia muzidishe muraja kwa wingi inshallah. Msabaka ndio hiyo inakuja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, naye hutapambana na mwanafunzi mwenzako, bali utapambana na wanafunzi tofauti, sauti tofauti, nyuso tofauti. Msibabaishwe na ushawishi wowote, sikubabaishe. Awapatia usia huo mwa mwisho inshallah. Mwenyezi Mungu awabarikie kila la kheri, na mimi nakomea hapo inshallah, na naomba wazazi mushirikiane na mwalimu kwa wingi ili kuhakikisha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu inazidi kuimarika na kuimarishwa zaidi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mashaallah, I think umesikia vizuri hapo.